So, good morning, good afternoon, good evening. It depends on the time that you're watching this interview. Welcome. This is PC Emmanuel Church. I am Githinji Maina. I will be the host for today. And today we have a guest, a very special guest. And tumemgoja sana. I think ni kwa sababu ya mvua, kachelewa kwa jam kidogo. But we are happy he's here. Elder Kimamo, karibu sana. Asante. Uko aje? Niko poa, nasikia niko fresh. Uko freshi? Kabisa. Yes, God is good. All the time? And all the time. God is good and that is his nature. Yes, we are happy to see you here. Thank you. We planned, tukangoja na Mungu ametutimizia. Mambo yote ni ya Mungu. Kweli God's kabisa. time is the best time. And this is the time. This is the time. Yeah, we are happy to be with you here. Tuambie safari yako imekuwa namna gani. Yeah. Na kuna watu ambao hawakujui, maybe ningetaka ujiintroduce, tuambie jina lako, unaitwa nani as we continue. Asante sana. Kwa majina naitwa David Simon Geshohi. Wa mzee babangu alikuwa anaitwa he's a late Joseph Kimamo Gaithoi. Joseph Kimamo Gaithoi. Na mama ambaye naye alituasha anaitwa Martha Njoki Kimamo. So, umesema David Simon Geshohi. Hayo, ulikuwa na majina mbili aje? Zamani majina tulikuwa nafurahia tukiitwa majina mengi. Hatukuwa tunajua hii ni majina ya mzungu. Kwa hivyo kwetu tulibatizwa majina mawili. Watoto wetu wote kila mtu ako na majina mawili ambaye alibatizwa. Wow. Mimi nilibatizwa David na nikaongezewa Simon. Nami nilipouliza wazazi wako kwa nini wameniweka haya majina, waliniambia wamesikia mwito niitwe haya majina mawili. Na yafurahia. Hata ingawa Simon situmii sana, inakuanga imejifisha. Natumianga David Geshohi Kimamo ambaye ni baba yangu. Okay. Yeah. Na sisi tunakujua Elder Kimamo. Na nyinyi mnanijua Elder Kimamo. Hata watu wengi wananiita Elder Kimamo. Yeah. Wanafikiria Kimamo ndio jina yangu. Lakini Kimamo wacha nitengeneze. Kimamo sio jina yangu. Kimamo ni jina ya baba yangu. Lakini kwa jini nilikuwa napenda baba yangu, nikatumia jina Kimamo. Wakati wa mwanzo, wakati nilikuwa nachukua kitambulisho, nilisahau ku-include jina yake katika kitambulisho changu. Okay. Kwa hivyo katika kitambulisho changu kinasema David Simon Geshohi. Okay. And I felt guilty. Nikasema jina Simon itai-drop na watu watakuwa wakiniita Kimamo. And I opted to be called Kimamo. Ndiposa Kimamo isije ikasahaulika. That's why the people call me Kimamo. Okay. Not knowing that Kimamo ni mzazi. Wow. Yeah. Asante. Thank you even for the clarification. So, sijui nikuite Devi ama Saimo. Unaweza kuniita jina lolote ambalo unafurahia. Yote ni yangu. Walikuwa wanakuita aje? Now growing up. Wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naitwa Makuda. Makuda. Geshohi, I'm named after my uncle Geshohi. Geshohi, jina Geshohi ilitokana na kwa ajili alikuwa anapenda mvinyo sana. Na jina Geshohi sasa wakamuita Makuda. Nami kwa jina nimeitwa juu yake nikikuwa mdogo walikuwa wananiita Makuda. So that was a nickname that I was given, Makuda. Somebody who drinks. Yani kibia. In another way, my age mates walikuwa wananiita Kibia. Kibia. Geshohi. Kibia. When I was growing up. Nilikuwa nafurahia sana. Ni kama vile kama si tuko age mates na tunatembea, kila mtu anapatia mwenzake jina. Kwa hivyo walikuwa wananiita Kibia. Nao wazazi wananiita Makuda. Na nafurahia majina yote kwa ajili jina nila kukuza mtoto. Kukuza mtoto. Sio, it does not mean that kwa ajili umeniita Kibia mimi ni mtu wa kunywa. Ni kweli kabisa. So Elder, David, yes. Ulizaliwa wapi? Nilisaliwa kule Nyeri. Pahali inaitwa Kianjogu. Mathira. Huko ndio nilisaliwa. Kianjogu Mathira.
Kianjogu. That is Mathira ni west ama ni east ama iko? Hakuna Mathira east na west. Mathira ni moja ambaye ni area ya Nyeri. Ya Nyeri. Yeah. Na kitambo ilikuwa inaitwa Mathira ya nini? Mathira Magedhomo. Magedhomo. Yes. People who are learned. They used to learn. Mimi tu ndio nilicheza na masomo lakini familia yetu wamesoma. We have even professor in my younger brother is a professor. Oh. Yes. So you're not the last born? I'm not the last born. Ungekuwa last born kuna wengine wawili wako nyuma yangu. Ungekuwa last born tungekuitishia kitu kama kajuisi nini. Hata sasa mtaniitishia tu. So you grew up in Nyeri. Yes. Mathira constituency. Yes. Sai. Growing up ulikuwa kijana wa aina gani? Ulikuwa mremile, mtukutu ama ulikuwa kijana wa aina gani? Nitakwambia kitu kimoja. Mimi nimelelewa kwa familia ambaye ni watu wa kanisa. My mother, when I was growing up, my mother was a deacon. My father was an elder in PCA. So upbringing yao ni very strict. Hatukuwa na hizi mienendo ya mambo mabaya. I was brought up in a very good way. Na mimi sikuwa mtu mbaya na sikujipigia debe. I was a good boy. Familia. Until I left home. Hapo ndio mambo ilienda ikaharibika. Tutakuja hapo. Yeah. So babako alikuwa elder kanisa la PCA. Yes. Na your mom was a deacon at PCA. Still Kianjogu PCA Church. Kianjogu PCA Church. So you are not the last born. Maybe uko wangapi hapo katikati? We were born 8. Lakini mmoja akaaga. Okay. Tukabakia watu vijana 6 na msichana mmoja. So kwa how out of the 8 you are? I am pale mwisho karibu wa tatu kutoka mwisho. Wow. So elder, nashinda nikisahau. Where did you go to school? Ulianza masomo yako wapi? Nilianza masomo yangu katika shule inaitwa Kianjogu Primary School ambaye ilikuwa chini ya kanisa la PCA Kianjogu. Zamani shule kanisa ilikuwa iko na shule ndani yake. So katika hiyo PCA Kianjogu kulikuwa na PCA kulikuwa na Kianjogu Primary. Okay. That is where I started my schooling. Lakini kabla nifike hapo nilikuwa nimesomea nursery ambaye ilikuwa katika village. Jina nimesahau. Nursery ilikuwa naitwa aje, lakini nilipoingia standard 1 niliingia Kianjogu Primary School. Yeah. So ukasoma mpaka sasa hiyo ilikuwa class? Nilianza standard 1 ya 2 3. Kutoka hapo nilihama. Tukahama upande wa Nyeri na tukaenda sehemu inaitwa Maralal, that is in Samburu. Kule ndio nilienda katika shule inaitwa Maralal DEB School. Nikaanza sasa kuanzia darasa la 4 pale. Nikaendelea hivyo mpaka nilipofika darasa la 6. Nikatoka kule tena. Nikaenda shule nyingine ambayo iko huko tu ambayo ilikuwa inaitwa St. Paul's Primary School. Pale ndio nilimalizia standard 7. Okay. Yes, nikafanya CPE. Lakini usiniulize nilipata ngapi. Elder. Okay, hatutakuuliza ulipata nini. Rather sitakuuliza ulipata nini. But wewe ukijicompare ulipita ama according to you? Wacha niache kujibu hiyo. Wacha tuachie hiyo, tuendelee tugange yajayo. You know the reason as why I'm asking you, elder. Maybe kuna mtu wako hapa, maybe previously alifanya mtihani the last year, na anajigeja naona bana nilianguka. Yeye kwake anaona ni kama alianguka. But akiweza angalia hii interview, aseme mtu kama Elder Kimamu anasema hakufanya na ako hapa penye yako. So kuna hopes. Yeah, that's why I'm asking. Najua ni kwa nini nakataa kukuambia hilo nini. Kwa ajili wakati mimi naweza sema nilikuwa mrefu sana katika shule. Nilikuwa mrefu. But when it came to the exam, kuketi kwa mtihani, ile ambayo ilitokea sio ile nilikuwa najua nitapata.
Katika unataka nikuambie nilipata nini? Kulingana na wewe. I was an average. Nilipata average. Yeah, but I expected to get a credit, but I got an average. Oh. Yes. Ama tuseme waliset penye hukusoma. Hawakuseti ile sikusoma, ni panic. Nilipoingia kule kwa mtihani, I panicked. You know, that was the first wakati ya kwanza, ile ya kwanza CPE. Okay. Nika panic. No problem. Hiyo ni yaliyopita. Venye tu umesema. So, growing up, ulikuwa na aspire kukuwa nani? Mimi nilipokuwa mdogo, nilitaka sana kuwa askari. Na bibi yangu hata wale wanga ananiambia wewe, afadhali ungekuwa askari. Nilikuwa nataka askari. Lakini haikuenda vile. Hiyo tunasema ni mwero wa ngoro ule utakinyaga. Haikufikia hapo. So trying to become a police officer. So umetoka sasa huko, umesema inaitwa St. Paul. St. Paul's ndio. Uli proceed to high school? Yeah, niliendelea. Sasa nilipomaliza standard 7 niliitwa shule ambayo inaitwa Kirisia Boys High School. Na kule ndipo niliingia form 1. Nikaanza form 1, nikasoma hadi form 3. Form 3 nikatoka kule. Na nilitoka kwa ajili wazazi tena waliondoka kule. Wakarudi Nyeri. Nami nikarudi nao Nyeri. Nikaenda katika ile PCA, kulikuwa na secondary bado. Nikaenda nikamalizia kule Kienjogu Secondary School. Huko ndio nilipomalizia form 4. So hii form 1 to form 3 umesomea Samburu? Nimesomea Samburu. Hata ingawa katikati nilipofanya mtihani huo wa kidato cha 7, nilipoanguka nilienda kurudia. Nilienda shule ambayo iko Nyandarua inaitwa Meharati. Na nikaenda kufanya tena, nikarudia CPE tena kule. Ndiposa niweze kwenda secondary. Yeah. Okay. So mkatoka tena huko Samburu mkarudi Nyeri ukamaliza sasa Kienjogu. Sasa nikamaliza Kienjogu. Sasa kutoka Kienjogu sasa baada ya si kwenda form 6, si kufaulu kwenda form 6. Hapo nikamalizia hapo, nikaanza sasa hustling ya kutafuta kazi. Hebu tuambie, na najua wewe ni elder, utatudanganya. Unajua wazazi wetu wanatuambia hata hiyo nyingine siwezi kukudanganya, hata kama si elder siwezi danganya wewe. Wazazi wetu wanatudanganya. Okay, si kutudanganya, huwa wanatuambia back then masomo ilikuwa ngumu, like ku afford ile school fees. Na tena hata sasa penye naonanga sasa hapa ni uongo kidogo. Ati tukienda shule tulikuwa napatana na simba, sijui fees. Ulioipatana na simba ukienda shule? Si urongo. Mimi pahali nimesomea huko Maralal. Maralal kulikuwa na wanyama. Na wanyama walikuwa wamezoea Wamasai. Kwa hivyo wanyama tumekutana nao katika safari tukienda shule. Lakini Nyeri hakuna kitu cha patana nayo. Lakini kule nilienda, kule wanyama wako. Buffaloes are there. Lions are there. Elephants are there. Na unapatana nazo. Na hata unapita. Wazazi wa Nyeri, tutapatana nyuma ya tent. Tutuambiane vizuri. So as we proceed, elder. So umemaliza high school. Umeingia hustling sasa. Uliingia hustle gani? Najua kwanza ni wacha twende pale primary. Najua nimesikia ukisema neno moja katika kusoma. Kusoma kwetu, na this is mostly ambayo ili contribute kwa kufanya mtihani vibaya. Kwa ajili wazazi wetu walikuwa nafurahia sana wakati tulikuwa upande wa Nyeri. Tuliporudi upande wa Nyeri, wazazi wetu walikuwa nafurahia, hata nikiwa mdogo walikuwa nafurahia sana wakati unafukuzwa shule. Na may they rest in peace. Kwa ajili wako wachaondoka. Ulikuwa nafukuzwa kwa ajili ya shilingi 50. By then school fees ni kama shilingi 100 kwa muhula mzima.
lakini that 100 shillings kuipata ilikuwa ngumu kwa wazazi wetu. So atalipa kwa ajili kule walikuwa wanakuza kahawa. Out of what they get from coffee they would pay for us, na wako na watoto wengi. So unapata nimebakia shilingi 10 peke yake. Nikienda shule mwalimu anasema siwezi soma, nirudi nyumbani. Nami nikirudi nyumbani wazazi wameningojea pale, wananipatia ng'ombe, niende nikalishe ng'ombe. Na ninakaa kule, so by the time nikae kule niko nyumbani, wale watoto wako shule washasoma, wame advance. Nikirudi pale kwa ajili mwalimu hata rudi aniambie kuja tuketi na wewe nikurudisha pale uliashia, napata nimerukwa na mambo mengi. So education during those early days was not very easy. Ilikuwa ngumu sana na tulisoma na shida sana, lakini Mungu ni mwema, tulimaliza. Kuna hiyo ambayo umeniuliza the challenges hizo ni challenges ambazo nilipitia wakati nilikuwa primary, hata nikiwa secondary. Hizo ni zile ambazo wazazi wa zamani hawakuwa na pesa. Kulikuwa na shinda hizo. Yes. So ulikuwa unatoka shule as in umefukuziwa saa school fees. Kuja nyumbani umekuwa sasa ni mfanyikazi sasa. Nakuwa mfanyikazi. Wazazi wanafurahi sana umefika nyumbani, and they would give you ng'ombe uende ukalishe. Na sasa ni shilingi 10 peke yake. Na hutaweza kuuliza. Wajiri wazazi wa zamani wako that soft, si kama siku ya leo. Ukimuuliza utachapwa. Wakati kiboko hakikuwa kimezuiliwa katika serikali. Na hata ndio unaona tukiwa vile tuko kwa ajili tulipita katika kiboko baada ya kuchapwa. Kiboko ni kizuri sana. Na saa watoto wale ambao tuko nao wakati huu ambao wapati kiboko ndio unapata wamemea pembe. Lakini sisi hatukumea pembe, tulitengenezwa na tukaingia laini kupitia kwa kiboko. Kwa hivyo hata wewe nakuuliza mtoto wako, don't spare the rod. Chapa yeye, hata kama utapelekwa kotini, you did the right thing. Hata Biblia inakwambia spare the rod, spoil the child. I hope wazazi mmesikia hiyo. You spare the rod, you spoil the child. Sitaongeza anything hapa kwa hiyo nini. So umemaliza shule sasa, turudi sasa, umemaliza shule. Umeingia hustling. Utahustle wapi? Uko Nyeri bado ama? Nyeri wakati nimaliza mtihani huo mwaka huo wa zamani, niliokoka. Na nikawa mwanalika ambaye alikuwa anapenda Bwana sana. Na tukashikana tukiwa vijana wengi sana. Tulikuwa nasunguka area yote na tulikuwa naenda mbali sana. So many kilometers kueneza injili. Kuhubiri injili. We evangelized kwingi sana na watu wengi wakajua Mungu. Na that is the time wakati hizi kanisa za evangelical churches wakati tulikuwa nahubiri zilianza wakati huo. Na kulikuwa na moja ambaye ilituvutia sana. Ilikuwa naitwa nini? Ilikuwa na mhubiri ambaye alikufa njia ya Mombasa Road. Alikuwa naitwa Mlima. Ninajaribu kukumbuka hilo jina la hiyo kanisa. Linanipotea. Lakini mhubiri wake alikufa njia ya Mombasa. Na watu wakajifunga, watu wakaomba, ati ndiposa akaweze kufufuka. Lakini hakufufuka. So by that time tulikuwa natembea sana kuhubiri, na we used to do it in a different manner. Si kama saa hizi vile mnafanya. We used to do it in a different manner. Si tulipokuwa hiyo group kubwa, tulikuwa na shikana kwa ajili kuli nyumbani, kazi ni ya kulima na kazi ni ya kahawa. So tulikuwa nasema leo tutakuja kwa Bwana Githinji, tutaenda kwa kwenu na shamba yenu haijalimwa. So tutaenda kusaidia wazazi wako, tutachikana zote, tutalima shamba yenu yote. Ama kwenu kahawa ndio kamekomaa, ndio kanataka kutolewa. Tutaenda kwenu, tuingie kwa shamba, tutoe kahawa yote na tupeleke kwa factory. That was the way that we used to evangelize. Na by doing that, wengi walikuwa wanaungana na sisi, tukakuwa group kubwa sana.
lakini sasa najua huwezi kaa pahali moja. Yeah, kweli. Kuna saa wakati ilifika saa tukatangamana, kila mtu akaenda zake, tukaondoka pale. Na nilipoondoka huko nilienda kuishi na ndugu yangu ambaye alikuwa anakaa Nyandarua. Alikuwa mwalimu. Nilienda kukaa na yeye. Na nilipoenda kukaa na yeye nikaajiriwa kazi katika petrol station moja ambayo ilikuwa inaitwa Ajip Petrol Station. Ajib. Yeah, Ajip Petrol Station. Na pale nilikuwa nalipwa shilingi 300 kwa mwezi. Umejua nilikuwa nakuja kwa hiyo swali sasa. What was your first salary? That was my salary. 300 shillings per month. That is what I used to earn. Hiyo ilikuwa mwaka gani hiyo? Hapo around? Hiyo ya zamani. But 300 was a lot of money by then. Yeah. It was a lot of money by then. So ukiwa na hii 300 unakaa kwa brother yako? Nilikuwa nakaa kwa brother yangu. Sasa si utasave sana? Nilikuwa na save. Kwa ajili nilikuwa najua this is not the end. Ni lazima nijitafutie niende pahali pengine. So nilifanya hiyo kazi na nikaona at least I try to advance. Na nikatoka kule nikaja kukaa na ndugu yangu naye mwingine ambaye alikuwa anafanya kazi Shell and BP. Alikuwa anaishi Ngara. Nikaja kukaa na yeye. Wakati nilikuwa tunakaa na yeye, naye akaniunganisha mambo ya PCA. Nasikia wazazi wangu walikuwa PCA. Yeah. Nami kuna community ambayo inaitwa PCA, Isiri PCA Community Center ambayo iko Isiri. My brother alikuwa anajuana na one of the ladies there ambaye alikuwa ametoka kwetu, akanipeleka pale. Na huyo dada akanishika vizuri. PCA ikanisimamia, nikapelekwa kusomeshwa. Nilipopelekwa kusomeshwa, nilienda nikasoma kule industry area inaitwa Nairobi Industrial Training, NIVTC. Nilienda kusoma kule, nikasoma mechanical engineering. Yeah, mechanical engineering. Okay. So turudi pale kwa ile 300. Ile 300 ikikompea na saa hii ni kama pesa ngapi hivi? Comparing with today's salary is about 20k. 20k. Yeah. So si pesa ambayo ukikaa kwa wenyewe. And you know that is how most of us huwa tunaanza maisha. Someone is hosting you, unaenda unapenya nini hivyo. Then unakuja unapita kama umepita. Unapenya ndio. Yeah, so umetaja kitu nzuri sana, imenifurahisha. So the PCA community ndio ilikuchukua ikakupeleka ni college ama ni? Ikanipeleka college. Yeah. Ambapo ulisomea mechanical engineering. Yes. Na ulimaliza hiyo course? Nilimaliza yote. So and you graduated as a mechanical engineer? Yeah, I graduated, nilimaliza yote mpaka niko na certificate zote. Na ilinisaidia sana. Because by then tulikuwa naendaga, I was using that, nilikuwa naendaga wakati Safari Rally, the famous East African Safari Rally, wakati ilikuwa wanasunguka East Africa. Tulikuwa naendanga kusimamia hizo. Tukiwa na marafiki zangu. So we used to go and service those vehicles. Wow. And again, tukiwa wakati tunasoma kwa ajili the college iko industry area na iko karibu na Mombasa Road. Wakati mwingi kwa ajili fedha ambazo, unajua ukiwa college hauna pesa. Tulikuwa natafuta pesa na njia nyingi sana. Hiyo unasikia tukienda Safari Rally kutafuta pesa ya side hustle. Na kuna ingine ambayo tulikuwa na kaa wakati tumeketi kule, tunaona mwalimu hakuji kwa darasa, tunachukua tools kidogo, tunaenda pale Mombasa Road. Wakati haiko imejengwa vile imejengwa saa hizi. Unakaa Mombasa Road, tunakaa pale na tunaomba Mungu gari ziharibike. Na gari ikicha haribika tunakimbia pale. Tuseme gari yako imeharibika na pengine ni kitu kadogo sana. Lakini kwa ajili si tuko tunatafuta pesa. Nitajua ile shida iko kwa gari yako, lakini nitaicomplicate, nitaifanya iwe ngumu, tukae pale
Nichajua pale makosa iko. Lakini takaa pale nakwambia ingia, hebu jaribu kugurumisha, haitaguruma. Unajaribu so that it may take time. Ndio ukinilipa utanilipa ni kitu ambayo nimefanya nini? Nitaona umefanya kazi. Na pengine ni waya, coil wire ya plug ilikuwa imefanya nini? Imeshomoka. Mafundi, mechanic. So ukitoka pale nimepata ya kunisimamia kule college. Kwa ajili college hakuna pesa nilikuwa napewa. Kweli. The institution ambayo nilipeleka pale haikuwa inanipatia pesa. Nilikuwa nategemea college kwa nini nalala pale napewa chakula, lakini kuna ile mahitaji yale mengine ya fedha ambayo unahitaji. So that's how you used to earn our living. Tunaenda pale tunafanya hizo zote. Lakini Mungu ni mwema, tulimaliza na tukatoka pale. Yes. So fast forward now, kutoka hapo tukuje now in your family now. Umemaliza shule, umepata hizo certificates kuwa mechanic. Kuna kazi hasa ulipata ya kuwa mechanic? As in, uliajiriwa kwa sababu hizi certificates zako? Niliajiriwa, lakini kabla niajiriwe kumaliza kupata certificate si kumaanisha ati kazi utaipata automatically. Sure. Hapana, kwa ajili nilijaribu kwingi sana. Nilikuwa nafikiria nitaingia, lakini kwanza zikakwama. Na nikaenda college nyingine tena. Nikaenda kule Thika. Nikasoma kazi ya salesmanship. Na nikamaliza. Na nikapatiwa diploma. Lakini diploma ile nilipewa ikawa ni gushi. A fake diploma. Na wakati tulienda kuripoti police station, wenye college walipojua tumegundua, kwa ajili they used to do that. Lakini kuna mtu alikuwa amegundua. Tulipoenda kuripoti, kwa ajili tulijaribu kuitumia ikajulikana ni gushi. So we reported at Thika. Wakati walijua, walitoroka. Na kwa ajili kule college ilikuwa boarding, watoto wakabaki kwa boarding mabweni zile ziko huko. Tukawa hakuna mtu wa kutupatia chakula, hakuna nini. Watoto wakateseka sana. That's when the government stepped in. Wakaenda kule wakachukua wale watoto, wengine wakasafirishwa, kila mtu anasafirishwa nyumbani. Na that college iliishia hapo. So mlioshwa? Tulioshwa. Poleni. Kuna hii tenzi inaendanga kuoshwa. Hiyo hatukuosha na damu. Hiyo haikuwa na damu. Inaitwa ni kukaribishwa Nairobi. Ni kukaribishwa na huko sio Nairobi, ni Thika. Thika ni Nairobi. Sasa hivi yenye ina grow. But anyways, hiyo haikukuzuia. So umesoma salesmanship. So nilipomaliza saa hiyo diploma, ikawa gushi. Nilirudi kwa ndugu yangu. Nikawa kwa ndugu yangu, tukakaa. Na huyo ndugu yangu amenisaidia sana kwa ajili vile niko ni yeye. Alinishika mkono. Nimekwambia alikuwa anafanya Shell and BP. Na kulikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa anajuana na mwenye kampuni ambaye inaitwa Nairobi Motor Corporation. Nairobi Motor Corporation akaongea na yule mwenye hiyo kampuni. Nami nikashukuliwa sasa niende nifanye kule, nitumie ile certificate ya mechanical engineering niende nifanye kazi kule. Lakini si kuenda kama mtu wa mechanic, nilienda kama mtu wa sales, wa kuuza spares. Kuuza spares. Sasa nikaajiriwa pale. Kunaitwa aje hiyo kampuni? Inaitwa Nairobi Motor Corporation. Nairobi Motor Corporation. Yeah. So kuna huyu brother yako ambaye amekusaidia. Ndio. I want you to acknowledge him. My brother anaitwa John Maingi Kimamo. Asante sana ndugu yangu. Singekuwa vile niko isipokuwa ni wewe. Wow. Yes. John Maingi Kimamo. Kudos. Sasa tuko hapa Nairobi Motor Corporation. How was work there? Kazi ilikuwa aje? Kumbuka umeenda hapo kama mtu wa mechanical, ndio? Then umeenda hapo ukaanza sasa kuuza spare parts. Ndio. Sales ilikuwa aje? Nilienda pale nikiwa mechanical, lakini nikabadilishwa nikapatiwa kazi ya kuuza spare. Kazi haikuwa mbaya. Tulifanya kazi. Unajua ukiwa umetoka you are green, hujaifanya kazi. Ukiingia kazi unataka kuifanya na bidii ndio ujulikane, uwe promoted. Nilifanya na mwili wangu wote. Na nikafanya vizuri sana. Lakini nikiwa kule
Ndio I was recognized. Nilifanya vizuri kwa ajili mpaka nilikuwa napatiwa roles zingine. Mimi nilikuwa napatiwa role kama cashier akitaka kwenda bank. They trusted me a lot. Yeah. Nilikuwa namchukua nampeleka bank aende akabank fedha na namrudisha. Kama anataka kwenda withdraw nilikuwa nabeba yeye. By then nilikuwa nimejua gari. Sorry, kuna pahali sikukuambia. Nilifunzwa gari. Nilifunzwa gari na huyu ndugu yangu tu bado akanipeleka nikajifunza gari na nikaenda test na nikapata driving license. So when I was going to Nairobi Motor Corporation nilikuwa dereva. So nilikuwa napatiwa gari ya kampuni napeleka keshia anaenda na withdraw pesa ama anaenda kudeposit pesa. Ana naweza kukumbuka siku moja nilimpeleka, kumbe wezi nao walikuwa wametufuata. Na tukagongwa vizuri. Tell us about it. Lakini pesa hazikuenda. Hawakujua timing yao ilikuwa mbaya. Kwa ajili hawakujua tunaenda kupeleka pesa. Walidhani tunaenda kutoa pesa. So tuligongwa. Lakini hiyo ni hadithi ya siku nyingine. Hiyo tutapatana pale kwingine. Yeah, so now hiyo sasa tu ni part ya work. Ndio. We want to know about where how did you meet your spouse? Nimesema nilipoenda kwa ile kampuni inaitwa Nairobi Motor Corporation. Kuna madam huyo ambaye alikuwa keshia ambaye nilikuwa napelekanga na gari benki na kumrudisha. Pahali alikuwa nakaa niliangalia nikaona msichana mzuri. Pahali alikuwa amefungiwa kwa hiyo cage. Kwa cashiers. Alikuwa msichana mzuri sana. Kwa sahi we are joined by the spouse to the retailing Elder Kimamo, and we want to know more about Elder Kimamo now through the spouse. Karibu sana. Asante. Maybe tunaweza anza kujua jina lako, unaitwa nani as we continue? Kwa majina naitwa Margaret Njeri Gishohi na nashukuru kwa wakati huu I'm saved na nashukuru. Yeah, karibu tena hapa. Asante. We want to know more about Elder Kimamo. That's why we invited you here to this interview. Na tukienda direct to the interview, maybe unaweza tuambia mlipatana aje na ilikuwa lini? How did you guys meet? I was employed in a company called NMC. That was back in 1987. And there is where I met Mr. Kimamo. So you were working together? Yeah, we were working together. Although mimi ndio nilikuwa nimeandikwa mapema. Nilikuwa nimeandikwa huko kama accounts clerk. Alafu baadaye nikarudi nikaandikwa kama cashier. So nikiwa pale kwa cashier, there was this Mr. Kimamo came later. Na alinipata hapo as a cashier and he used to work as in the sales. Hiyo kampuni ilikuwa inafanya kazi, tulikuwa tunafanya kazi ya magari, tulikuwa tunauza spares, kurepair magari. And so there was this guy who came, tall, brown and handsome. Na vile alikuja alikuwa mali alikuwa anafanya kazi hapo chini. Sasa mimi nilikuwa unajua kazi ya kashia unajengewa mali juu. Yeah. Sasa alikuwa pale and when they were serving their customers, walikuwa nakujaga na customers wao na walete kwa kashia. Na hapo ndio Mr. Kimamo labda akaangalia akaona hapa kuna kitu. Hapo ndio tulianzania. Wow. So mlipatana kazini. Tulipatana kazini. Okay. Yes. So he was a salesman. Yes, he was a salesman dealing with motor vehicle spares. Okay, and I was a cashier. Hapo tuko on the same line. Pia mimi ni mtu wa sales. So I understand him. Na mambo ya ofisi. Yes. Ni mambo iliendelea. Katika ile kampuni tulikuwa nafanya na yeye. Bibi ya mwenye kampuni akasikia wivu. Ni Derira alisikia wivu ama ni nani alisikia wivu katika Biblia. Naye huyu bibi akasikia wivu. Na akaja akasema two people who are married cannot live together, cannot work in the same company. Yeah, sure. Akaja akatuambia either tutoke zizi wawili ama mmoja wetu aondoke. So najua bibi yangu nilikuwa nimempata pale. Niliopt niondoke nimwache pale nsimharibie kazi yake. Nikaondoka. Nikaenda kutafuta kazi. Sasa umeacha kazi? Nimeacha kazi. Hivyo tu. Kwa ajili ya nimepata bibi lakini nimepoteza kazi. Kwani
Anyways, but I understand you. Kiplani na kuunderstand ukaamua kama mbaya. Najua kama unapenda mtu you can sacrifice yourself. I sacrificed myself. Nisema kama mbaya wacha niende nikatembee, lakini yeye nisimharibie kazi. Kwa jini nimpata pale na ninampenda. I think our viewers, mmepata ako. If you love someone, you can do anything. Yeah. Wow. So hebu tuambie sasa life after hapo sasa. Umepata job ingine ama kulienda aje? Mungu ni mwema. Sikutamak sana. Na kazi ya sales ya spares haikuwa mbaya. Na kwa ajili nikiwa pale, wakati niliketi pale, unajua kampuni ilikuwa kampuni under General Motor. Ni franchise ya General Motor. So katika kuuza zile spare nilikuwa nimemaster. You know, kuuza spare sio kuuza tu. Unajua gari nzima, spare za gari nzima na part number zake. Yeah. So kichwa changu kilikuwa kizuri sana. Nilikuwa nimemaster catalog ya gari ya Isuzu. Hizo magari za Isuzu nilikuwa najua spare zake by their part numbers. So nilikuwa wananipenda sana. Na the other companies walikuwa wanaangalia, wakija kule kutafuta spare, walikuwa wanajua. Kwa jimtu akiniambia nataka track load, naambia yule ako kule kwa store, namwambia toa ile number 1 2 whatever, nampatia part number, anatoa analeta. So nilikuwa nimejulikana. So wakati niliondoka hapa, nilienda nika-apply kampuni ya Muhindi ambayo inaitwa Associated Motors. Bado nayo iko under General Motor. Yeah. Na nikashukuliwa. Na nikapelekwa parts and accessories department. Pale tena nikajijenga. Sijui kama unataka tuendelee nikwambie vile iliendelea. Okay, ile hata kitu ningetaka kujua. Kama mshahara ya hapa, sasa hii mshahara ya hapa penye umepata ni mingi kuliko ya huko kwenye ni nyingi kuliko ile. Hata ni vizuri vile nimevutwa pale, nimepata chances ya kuenda kwa advance. Najua ule utathiaga ndamenya nyina kwera kwatia utathiaga ndamenya nyina no rugaga wega. But when I left that place, I got a higher salary. Hata ingawa sio ati nzuri sana, haikuwa hivi vile nzuri, ilikuwa at least above what I was earning there. Yeah. So kwanza tutoke hapo kidogo kwa now the family life. Turudi pale, ulituambia after high school ulikuja sasa ukaokoka. You're now focusing on your faith now. Ndio. Ulikuja ukaokoka, ukaenda Nyandarua. Nyandarua bado umeokoka? Nimeokoka. Ukakuja Nairobi ukasomea hiyo PCA, ikakushika ikakupeleka shule. Bado umeokoka? Wokovu umepotea. Umeevaporate. Kwa nini? Kwa nini? Najua ile group tulikuwa na sana wokovu inategemea ni show me your friend. And I show what? Nasema nini? I tell you your character. Itakuonesha. So wakati niliachana na wale ambao tulikuwa tunaomba pamoja, wale ambao tulikuwa naenda mission pamoja, huku nilikuja nikapata wengine. Na wale wengine ni watu ambao wako na tabia tofauti. Na Makiu, I'm growing. Yeah, you are growing, sure. I am growing. Pale nilikuwa pahali ambayo ninajua mambo ya kanisa. Nimetoka nje. Hapa nimekuja, nimejua kuna kitu kinaitwa ati unaweza futa sigara. Unaweza pata kachupa ukunywe chupa ya bia. So marafiki wakanionyesha hiyo njia. Na nikapotea katika njia ya Mungu. I lost faith. Shikilia hapo kwanza kwa kasigara. Na mimi nikunywe na pia kunywe tu maji. Kunywe tu maji. Okay. Yeah.